Ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura tabarira ya metha ya Kagoni nie ngikunyita ugeni njitagwo Monica Kagoni na ngambiriria na gukwira angikorwo rerorera kugerera YouTube channel itikira go subscribe thini wa YouTube channel ya metha ya Kagoni. Umuthi tugukorwo tukiaririria ciegie cancer. Nitwarite maita maingi muno uhoro wigie cancer. Na umuthi cancer iria turaririria turarongoreria arume. Ni njui wanaigua iguru rigie cancer ya muthiori niyo prostate cancer. No hihi no gukorwo nduri wamenya ati ni kuri cancer enyitaga kiga kia undurume na githungu etagwo penile cancer. Umuthi tugukorwo tukiaraniria na mundu umwe urarigitwo kumana na cancer iyo ya kiga kia undurume, no ni tugucenjia ruga hanini tondu ndaranyita ruthiomi rwa Gikuyu. Na unjitikirie tunyite ugeni mundu gwitwo Thomas Otieno. Karibu sana Thomas. Kwa majina naitwa Thomas Otieno Dero kutoka Migori. Migori country. Migori County. Ndio. Kule kwa baba. Ndio. Nyinyi ni watu wa BBI. Ndio. Karibu sana Thomas. Lakini katika Nairobi unaishi wapi? Naishi Kariobangi. Kariobangi. Karibu sana Thomas. Asante. Na asante kwa kuitikia kuongea about cancer, penile cancer ambao inashika wanaume wengi lakini hawataki kujitokeza kuongea. So tunashukuru sana kujitokeza na kuongea about penile cancer. Labda tukianza Thomas, kwanza tukujue we ni nani, umekuwa ukifanya kazi gani? Mimi ni kwa jina ndio hiyo nimesema. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya driver. Ndio. Kwa masafa marefu. Nimefanya kazi mwaka mingi sana. Mwaka yangu yote nilikuwa naendesha magari. Lakini hii ugonjwa ilinishika nikiwa kwa kampuni ya Ragos. Ulikuwa unaendesha kutoka labda Mombasa, unapeleka wapi? Kutoka Mombasa, naenda Kisumu, ama naenda Kampala. Alafu nilisikia mwili ikiniuma kidogo. Nikasimama, nikaenda kwa chemist, nikanunua painkiller. Hasa ni wapi kunauma? Ni sehemu yangu ya siri. Iliniuma kidogo, kuna vitu zilitoka kifurafura kama jeep. Ilifura mara mbili, hapa mbele na hapa kando. Nikaenda kwa chemist, nikanunua dawa painkiller. Hii uchungu ikapungua, nikaendelea na kazi yangu. Baada ya wiki mbili, hiyo ikarudi tena. Si kuenda hospitali, nilirudi tena kwa chemist. Unasema ulianza kuona kitu kama blister hivi? Niliona kama jeep. Ilifura. Sasa nilijua ni jeep itafura itoe zai ipungue. Lakini hakufanya hivyo. Nilinunua tu painkiller, nilikuwa nasikia tu uchungu. Nikimeza dawa inapungua. Baadaye labda ukikojoa unasikia uchungu ama? Nikikojoa nasikia uchungu. Baadaye iliendelea hivyo ikasidi. Wakati ilisidi, itabidi niende hospitali. Wakati nilienda hospitali, hawakunishughulikia saa hiyo. Wale tena waniambia nirudi baada ya mwezi 3. Hospitali gani hiyo? Rasia Hospital Kisumu. Kisumu. Ndio. Baadaye nikarudi tena. Wakati hiyo nilikuwa kwa nyumba na uchungu. Na nilikuwa nimeficha bibi yangu. Na nikuulize, wakati huu wote ambao unasikia uchungu, unaenda kwa chemist, unanunua kadawa, ama umeenda hata hiyo Russia Hospital, unaweza kufanya mapenzi? Hapana. Ni ngumu. Ndio hata bibi hakufurahia. Juu hatuwezi kuwa pamoja naye, ninasikia uchungu. Baadaye nilifeel tu nikamwambia mimi ni mgonjwa. Lakini nilikuwa nafikiri ni ugonjwa ya wasichana. Lakini mimi sikuwa mtu ya kutembea nje. Alafu nikasikia tu nikamwonyesha usiku. Nikamwambia chukua tochi uone vile naka mwili yangu iko. Akaona. Baadaye ndio akaamua tuende hospitali. Uende hospitali.
Kwenda hospitali walituma sisi kwa lab. Tuma kwa lab, ikabidi nilaswe. Nikalazwa hospitali, nikakaa karibu 3 months. Wakanipeleka, walienda wakatoa hizo nyama 2 kwenda kupima. Wakati walitoa hizo nyama 2, walinipa ruhusa niende kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba. Na wakati wanatoa hizi nyama, wanakuambia ni nini wanaenda kutest? Wako niambia ni nini. Wakati walitoa hizo nyama 2, ndio hiyo kinonda ilianza kupanuka. Juu sasa kumekuja kidonda hapo. Sasa ndio iliwacha kinonda sasa. Wakati wa kukata hizo nyama 2, ndio iliwacha kinonda hapo. Ndio sasa ikaanza uchungu zaidi. Baada ya mwezi moja, ikaanza kutoa harufu mbaya sana. Ikabidi nioge kila wakati, lakini hata ukioga harufu ishi. Mtu akiingia kwa nyumba, sikii kama ni ana raha. Siwezi kwenda pale watu iko. Siwezi enda kanisa. Naona haya sana. Itabidi nikae peke yangu. Haya, tutakuja hapo Thomas. Wakati ulienda hospitali, wametoa hizo unaita nyama, ndio nafikiri ni biopsy. Results ilikaa muda gapi ndio itokee? Mwezi 6. Miezi 6. Ndio ukakuja ukaambiwa uko na cancer of the penis. Ndio nikamwambiwa niko na gonjwa ya cancer. Ulishawahi sikia mbeleni? Ulishawahi sikia mtu ambaye ameugua? Labda umesikia prostate cancer, lakini penile cancer ushawahi sikia mtu ameugua? Bado. Ulisikia aje hiyo wakati? Nilisikia kama heri niende nijitubuishe kwa maji. Niende na maji. Hata kuna usiku nilitoka nikaenda karibu na bahari, bibi akanifuata. Walijua anaenda kujirusha kwa maji. Wakati hiyo nikasimamishwa kazi. Nilirudi nikahangaika sana. Sikuwa na pesa, juu pesa yote tulikuwa tumia kwenda nyumbani. Bibi akapeleka maneno nyumbani, bwana yangu nagojeka kansa na hatuna pesa. Atabidi ile shamba nilinunua wause ndio nikuje nitibie nayo. Ile shamba nilinunua 300,000, waliuza 100,000. Tukakuja tukashughulika, hatukufaulu. Tulianza kutumia kienyeji. Hatukufaulu. Baadaye tulifungiwa nyumba Kisumu. Wakati huo mlikuwa mnaishi Kisumu? Nilikuwa naishi Kisumu town. Tumekaa karibu mwezi 6, hatujalimba rent ya nyumba. Mwenye nyumba alikuja akafunga nyumba. Na kila kitu ilikuwa ndani. Mimi mwenyewe ikiwa peke yangu, niliomba tu lift ya kwenda nyumbani. Kwenda nyumbani hawanikaribisha. Walisema mtu akigonjeka kansa tumchimbie kaburi angoje asikwe. Wakati bibi alisikia namna hiyo, akasema hawezi chunga kaburi, akaenda. Akaniwacha. Wakati aliniwacha, dada yangu mdogo akakuja nyumbani. Sasa sister yako? Si sister yangu. Ikawa pale niko nakaa peke yangu, hakuna mwenye naweza kuja karibu nami. Hata chakula naletewa tu. Bado unanuka? Saidi. Saidi. Kwanza wakati na hiyo kidonda sasa imekuwa kubwa? Ilikuwa kubwa, hata siwezi kutembea na siwezi kukaa vile nimekaa. Na utaweza kuvaa nguo yoyote? Naweza kuwa mnavaa nguo light. Singekuwa naweza vaa long ile inanishika. Alafu dada yangu, sasa chakula unaletewa kwa umbali? Kwa umbali wanaleta chakula yako yuko huko, aenda uchukue ukule. Nyumba walikuwa ni separate, nyumba yangu nalala peke yangu kwa nyumba ya umbali na hawa. Wakati hiyo bibi akaenda, nikabaki peke yangu. Wakati dada yangu alikuja nyumbani, akasema dada yangu hata kama ni kifo, wacha tuende tushughulike. Ndio akanichukua tukakuja Kariobangi.
Akakutoa Kisumu sasa. Akatoa Kisumu. Huko Migori. Huko Migori. Nilihangaika sana kwa basi wakisema kuna kitu nanuka kwa hii basi, lakini hawakujua ni mimi. Walikuwa na laumu makondakta. Mkiwa kwa basi. Mkiwa kwa basi. Wasafiri wanateta. Wasafiri anasema hii basi imebeba kitu kingine nanuka kama panya. Panya imekufa hivi. Panya imekufa. Sasa mimi nilikuwa nalea tu juu kama mimi ndio naitwa panya na niko hai, kweli nitakuwa hai mtu ambayo itakuwa na watu kweli. Tukakuja kufika Narok, nikatoka nje. Kwenda haja dogo ni ngumu, lakini najikaza. Tulifika hapa saa 11. Kuja tena tukachukua matatu mpaka Kariobangi. Kufika Kariobangi, tukakaa hapo karibu mwezi moja. Tukitumia dawa ya kienyeji ambayo ICD. Hapo ndio tulikutana na Millicent. Wakati tulikutana na Millicent, aliniambia atanishughulikia. Baadaye akaanza kushughulikia mimi. Kwenda hospitali Kenyatta, nimesemekana kadi yangu hawezi fanya kazi juu imekaa mwaka mingi bila kulipa. Kadi ya NHIF. Yeah. Juu kampuni ndio alikuwa analipa. Na ilisimama. 2018. Hatujalipwa. Siwezi kutibiwa. Millicent alichanga pesa na marafiki zake wakaenda kulipa hiyo kadi. Baada hakufanya kazi saa hiyo, alisema ngoja kwa mwezi 4 ndio kadi tafanya. So matibabu yako ulianza tena ndio uanze kutibiwa Kenyatta? Ilibidi ugoje muda wa miezi 4? Miezi 4 good months. Ndio hiyo kadi anze kazi. Sasa ile kidonda inaendelea? Ilikuwa inaendelea saidi. Na harufu inazidi. Na nilikuwa naishi na dada yangu, lakini yeye hakuwa na hata kama alikuwa anasikia harufu alikuwa na lakini sikuwa natembea pale watu iko. Ile nyumba umenipata hapo ndio nilikuwa nakaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Huwezi toka. Siwezi toka nje. Ukitoka ni shida. Kitoka ni shida. Hata nikipita nikienda kwa choo kila mtu anasikia harufu yangu. Itabidi nijifiche nikae tu peke yangu. Baadaye nikamwambia dada yangu mimi siwezi enda kwa choo. Kama naenda haja dogo nitachukua beseni moja nitumie, ndio kwenda huko ni shida. Juu hata kutembea ni shida. Hata kutembea ni shida. Baadaye Millicent alinishughulikia, ndio nilianza matibabu Kenyatta. Ndio. Kenyatta ulienda ukapewa matibabu ya aina gani? Wakati nilienda Kenyatta nilipewa matibabu ya aina ya kimo. Ya kimo. Ndio. Hiyo kimo ndio kwanza, wacha hiyo. Walikuwa nataka nipigwe picha, sikuwa na pesa. Millicent ndio alinishughulikia. Nilipigwa picha ya 8,000, nikapigwa picha tena ya 1,000. Hizo vitu zote Millicent ndiye alikuwa anashughulikia mimi. Dada yangu hana kazi, anafanya kazi ya kusafisha vitu Isili. Hata kukula kwa nyumba ni shida. Saa ingine anakuja bila pesa, tunalala hivyo hivyo. Sasa mimi mwenyewe nilisema hapana dada, wewe shughulika tu, wacha tu mimi nikae, ikishindikana nikikufa mnipeleke Lang'ata. Juu sitaki kusumbua wewe, una bwana na kuna watoto anamgoja. Akasema hapana. Wakati Millicent alikishughulika, nikapigwa picha, ndio nikaanza matibabu Kenyatta. Matibabu Kenyatta. Kwa saa umeenda matibabu kwa muda upi? Saa nimeenda Kenyatta kwa muda ya mwezi 2. Miezi 2? Yeah. Haya, mimi sisikii ukinuka. Sisikii harufu yeyote. Ni kusema umeona improvement kubwa sana tangu kubwa sana. Hata naweza kukusema nimepona. Juu saa niko na uhuru, naweza enda kanisa. Naweza enda kanisa hata niimbe. Hata nikitembea saa hakuna mwenye naweza ona kama mimi ni mgonjwa.
lakini naona kama nimepona. Na ukienda haja kuna uchungu? Hakuna uchungu. Hakuna uchungu, hakuna harufu yoyote. Hakuna harufu yoyote. Yeah. Na tuseme, utaniruhusu nikuulize hii swali. Kuna ile erection mwanaume upata. Inakuja iko ama? Iko. Iko. Sasa imeanza kurudi. Ndio. Imeanza, okay. Ndiyo. Sasa katika hii safari yote Thomas, ni nini uliona ilikufinyilia sana? Ni ugonjwa ama ni stigma kutoka kwa watu? Ni ugonjwa. Mwenzangu, hii ugonjwa sikuwa najua. Hii ugonjwa vile imenishika, lakini namwambia wanaume wenzangu ama madriver wenzangu wale naendesha magari, ukisikia kitu kwa mwili yako usiassume, ama usikimbie kwa chemistry, ununue painkiller, ununue maji kunywe, uendelee na kazi. Ni makosa kubwa sana. Mimi mwenyewe naona kama nilichangia ugonjwa yangu. Kama ningeenda kwa daktari, hiyo ugonjwa ingepona haraka. Lakini nilifanya makosa, kukosa kwenda kuona daktari. Sasa ukisikia mwili yako, tafadhali uende uone daktari mara moja, ndio ujue unameza dawa gani ama unatibu nini kwa mwili yako. Ndio. Na sasa kidonda imekauka? Sasa hii kidonda imekauka. Hata naweza rudi kazi yangu. Kuna mahali sana nasikia ukisema madriver wenzako na sana madriver wenzangu na warumia. Hizi makampuni tunawafanyia wako na haja na wewe wakati uko hai. Lakini ukigonjeka kidogo wakujui. Tutafika hapo Thomas. Lakini labda wakati ulienda hospitali uliambiwa labda ile kazi ulikuwa unafanya ya long distance driver ilichangia in any way kwa ugonjwa yako? Unasema hiyo ilinichangia sababu tukenda pale sikuwa naenda kulala kwa lodging. Nilikuwa nalala kwa gari. Sasa wakati tumelala kwa gari, si mwenzangu tuko wawili. Mimi nalala chini, yeye nalala juu. Ile hewa ilikuwa hapo, ilikuwa inaisha, inabaki sio hewa ya kawaida. Juu asubuhi tukiamka unakuta hapo ndani iko na kama moshi. Anasema hiyo ndio imechangia sana hiyo ugonjwa kunishika. Ndio hapo ndio najaribu kumwambia madriver wenzangu, juu wengi ajui. Nilikuwa nalala kusuia kwenda kutumia pesa mingi kwa lodging. Kumbe nilikuwa nachangia ugonjwa yangu. Haya Thomas, tutasimama tu kidogo, tuchukue ka break kidogo. Halafu tugicokereria mwiroreri wa metha ya Kagoni. Umuthi turarireria iguru rigie penile cancer, kana cancer ira enyitaga kiga kia undurume. Tunyitete ugeni mundu witagwo Thomas Otieno. Tugicokereria ni tukurehe metha-ini mundu Thomas aratinda kigweta etagwo Millicent, arutaga na organization iteithagiriria andu aria marwarite murimu wa cancer. Na roho ni tukunyita ugeni mundu witagwo Faith, na akarutaga na kiungano kioikaine ta Two Sisters Divine Touch Go. Bana yao ni riorona haria thutha wa Thomas. Ona ni tugukorwo tukimanyita ugeni, na muno makeria tugukorwo tukiaririria iguru ria athurire maraga kwiyumiria manyitwo ni murimu uyu wa penile cancer ni undu wake. Ndugathie haraya. Ni ngatho ni guthie na mbere na kwirorera tafarira ya metha ya Kagoni gicunje gitu gia keri. Turaraniria na Thomas Otieno, akoretwo arwarite cancer ya kiga kia undurume kana penile cancer. Thini wa rugano rwake ni uraigwa ni aragweta muno mutumia wetagwo Millicent, na kwa hiyo ni tukwenda kurehe Millicent metha-ini nigetha atwire uria twaranite nake rugendo rwake. Millicent, Yes. Thomas anakutaja sana akisema vile ulimsaidia. Labda tuanze kujua we Millicent
Millicent, we ni nani? We ni daktari ama we ni nani kwake anakunini hivyo, anakumtaja hivyo? Kwa majina ni vile mmesikia, naitwa Millicent Kagonga na mimi ni mkaji wa hapa Kariobangi personally, na battle saratani ya mlango wa uzazi na kupitia ile changamoto ambayo nilipitia, ndio tunaita cervical cancer. Kupitia ile changamoto ambayo nimepitia, nimegonjeka nikiwa hii mtaa Kariobangi. Changamoto zilikuwa mingi sana, nikajiambia nataka kuanzisha ka support group yenye itasaidia wagonjwa wenye wanapigana na saratani wasikuwe na hiyo stigma. Sababu niligundua si kitu yenye naua mgonjwa si ati ni cancer, ni ile stigma na vile community imemchukulia. Na watu wengi hawana mafunzo kuhusu hii saratani huku kwa community. Wengine wanasema ni uchawi, wengine ni kiboko ya Mungu, wengine ni laana, ambapo mimi personally niliambiwa. Kwa hivyo nikaanzisha support group. Mimi ndio nilianzisha support group inaitwa Symbol of Hope Warriors, ambapo iko best hapa Kariobangi but tunaweza fanya kazi Nairobi mzima. Sasa kazi yangu inakuanga kuchukua mgonjwa kwenda kumuonesha njia za Kenyatta, sababu unajua Kenyatta ni hospitali kubwa sana. Kumuonesha direction, kutembea kwenye ataanzia, kufanya kazi ya mgonjwa ikuwe rahisi. Unaona, wakati anaendelea na matibabu yake. Jambo lingine ambalo niligundua kwamba mtu akiwa mgonjwa na saratani, unajua saratani haina uchungu wowote. Hata kama uko na shida itanyamaza, it is a silent disease. Sasa nikasema nitaongea kwa sababu ya kusaidia ule mama, ule ndugu ambaye ako kule nje na ajui, anaona tu vitu na ajui atapitia, atafanya nini next. Kama mimi mwenyewe nilianza kuona dalili za saratani nikiwa na miaka 20, lakini nilianza matibabu na miaka 26. Sababu uligojea miaka 6? Miaka 6 ndio nianze matibabu. Si eti kuna mtu nilinyamaza, sikuwa na mtu wa kuambia. Mpaka vile nilipata mtu nikamuelezea, na huyo mtu akaniconvince kwenda hospitali. Juu sisi tunangoja mtu usikie uchungu ndio uende hospitali. Kama usikii uchungu naenda hospitalini kufanya nini? Unaona? Sawa, Millicent. Thomas, tumesikia sana saratani ya cervical cancer, breast cancer. Hiyo information iko watu wanawake wameambiwa. Lakini sasa tunaongea juu ya, na sio prostate cancer kwa wanaume, ni penile cancer. Wakati ulimpata katika hali ipi? Wakati nilimpata kwa hali yenye alikuwa, kitu ya kwanza mentally alikuwa kama amejikataa kabisa. Alafu alikuwa mgonjwa, alikuwa anaumia, alikuwa na kidonda ilikuwa inanuka, hata akikaa kwa kiti ilikuwa inabakisha maji kwa sababu ya hiyo muda mrefu. Unaona hiyo period mtu alikuwa anangoja tu asikie uchungu ndio aende hospitalini. Hiyo ndio hali nilimpata ndani. Anasema alikuwa ananuka, watu wanasema ni panya. Haya, so nimesikia ulichukua mpaka hiyo jukumu ya kumuosha. Mtaenda mpewe madawa Kenyatta ya kumuosha ama utatumia nini? Kuna gloves, kuna hospitali zenye ziko huku mashambani. Tunatumia hiyo. Unajua ukienda Kenyatta maybe kuitisha dawa ya kuosha kidonda inakuwa ni ngumu wao kukupea kwa sababu mimi si nurse. Unaona, mimi si nurse, kwa hivyo sijasomea kitu kama hiyo. So nikifikia hapo inakuwa ngumu kwa sababu mimi sija qualify kwa hiyo kazi. True. Lakini umekuwa ukimsaidia hivyo. Kutoka anze matibabu na sasa, umeona change yoyote? Nimeona change kubwa sana. Kitu ya kwanza, naona Thomas amekaa vizuri, mnaongea. Mimi na wewe tuko na wewe hapa, usikii hata harufu. Unaona? So hizo ndio vitu muhimu sana kwa mgonjwa mwenye anapigana na saratani. Na kwa upande wa Thomas, mimi kwanza ningependa kumshukuru kwa kujitokeza kuongea. Sababu unajua mtu kujitokeza kuongea juu ya sehemu zake za siri si rahisi, especially mwanaume. Mwanaume wanasemanga mwanaume hafai kulia, unajikaza kimwanaume, unaona? Lakini ukipata mwanaume amevunjika kwa sababu ya kusaidia mwanaume mwingine, yule mwenye anatuona siku ya leo, inakuwa ni challenge kwako wewe mwanaume. Kimbia hospitalini ujiangalie. Especially wale wenye wanaendesha gari masafa marefu. Hapo ndipo nilikuwa nataka tukuje, Millicent. Thomas akiongea sana, anasema message yake angependa sana ifikie wale madrivers wa masafa marefu kama yeye.
Kwa nini mnataka hiyo message ifikie au madrivers? Okay, mimi personally ningependa hiyo message ifikie wale madriver wenye wanaendesha masafa marefu, kwa sababu kila wakati mtu uko tu kazini, unaona, unakanyaga tu mafuta, unatumia nguvu mingi sana. Na ni vizuri sana kujua advice kutoka kwa daktari. Kitu ya kwanza pia, hauna nafasi ya kwenda hospitalini. Juu unaendesha gari kutoka huku mpaka huku, kutoka huku mpaka huku. Na unajua ni nguvu unatumia. Kwa hivyo tafadhali, kama uko wewe ni driver wa masafa marefu, tafuta nafasi siku moja uende kwa daktari ukaangaliwe, na ni muhimu sana. Once a year hiyo imekutosha tu. So wakae wakiangaliwa wakae wakiangaliwa, wajue hali zao, kwa sababu ni muhimu. Unaona cancer ni silent. Kwa hivyo by the time ungoje ilipuke itakuwa very late. Alafu pia ukiwa mwanaume, ukiona maybe kuna swollen, kuna swollen maybe zinatokea huku, unaona, ni vizuri pia uende hospitalini ukaangalia. Pia Millicent Thomas ametuambia kwamba alipokuwa mgonjwa harufu ikajaa, vile familia yake walikuwa anamtreat, analetewa chakula kwa umbali, enda uchukue chakula yako, ndio hiyo. Bibi alienda akamwacha. Familia nyingi, wewe umesema unaletewa wagonjwa wengi sana. Familia nyingi, tuna treat aje wagonjwa wetu? Ni sisi tunafanya wakufe haraka juu watu waonyeshi mapenzi, ama ni kulingana na vile wewe umeobserve juu umeletewa wagonjwa wengi? Familia nyingi tuna treat wagonjwa wetu aje? Asante sana Monica kwa hiyo swali nzito, swali imebeba uzito mkubwa. Mimi personally napenda kwanza na mimi ndio niende kwa wale wengine. Kusaidiwa na family ilikuwa changamoto kidogo. Mpaka na si nikiongea about family, naongea about bibi, naongea about bwana, naongea about mama na baba na mandugu. Hao ndio watu nataja family. Sijaenda huko mbali, naongelea hao. Unaona, mimi ndoa yangu ilivunjika kwa sababu ya smelly discharge. Unaona, group yangu sasa tunaongea about wagonjwa wenye wako wanakaribia 100, 70-80 wagonjwa wenye wanapigana, lakini ni 2% wenye bado wako kwa ndoa zao na mabwana zao wamewashikilia ama mabibi zao wamewashika. Sasa hivi venye tunaongea na wewe Monica, niko na mgonjwa mwenye nimekuwa naye kwa mikono yangu na ako kwa hali ya saratani. Lakini niliongea hata na baba mzazi, akaniambia wewe ulijifanya unaweza, chukua, na kama umeshindwa na yeye mweke kwa gari ya kuja huku. Unaona, hiyo ni mambo mazito sana. Kwa hivyo family ningependa wa play part ya kusaidia mgonjwa. Unaona, saratani haiambukizani. Hata kidonda iwe imenini aje niguze, hata kama nitakula, kama kuna hii harufu, haiambukizani kabisa. Kitu yenye tutafanya, tunafaa kusaidia wagonjwa, tuwapatie upendo yenye wanahitaji. Ndio maybe makosa inaweza kuwa imetokea 1, 2, 3, hiyo haina shida, lakini msamani wa Mwenyezi Mungu tafadhali. Tupatie hawa wagonjwa upendo, tuwaoneshe mwelekeo na tukue there for them. Ukiingia kwa nyumba ya mgonjwa wako na kidonda, kitu ya kwanza hata badala uombe unashika hivi mapua, hiyo ni stigma. Ukifika kama umesikia mgonjwa ananuka, mbona usinunue gloves kwa chemist uoshe hiyo kidonda na mkae mkule pamoja? Kwa hivyo family wako na big part to play, sababu sana huku kwa community, huku kwa Maslamu huku, hiyo shida iko kubwa kabisa. Mtu akishagonjeka hiyo ni mzigo yake na hiyo ni shida yake. Imagine mgonjwa mwenye ako na shida sehemu zake za siri, tunaongea about cervical, vulva na penis, kwa sababu zote zinaletwa na kitu inaitwa HPV virus. Unaona? So tunaongea about hizo cancer. Hizo cancer zote zinaleta stigma juu uwezi tembea straight. Lazima utembee kama miguu iko pana kiasi. Lakini sasa mtu kukuaccept, jamani, anaona ulikosea Mungu. Hata unapata hata watu wa dini wanakuambia omba sana, aomba Mungu msamaha. Kwani uliomba Mungu akupe ugonjwa? Hiyo kitu inanipea changamoto sana na inaudhi sana kabisa. Alafu tena labda unaambiwa ni curse. Yes, either laana ama wakwambia umeleta kisirani kwa boma. Unaona, kama ukinuka hivyo wanasema umeleta kisirani kwa boma, ndio sasa utaua watu. Kwa hivyo wewe utoke na kisirani, watu wengine wasikufe. Hizo ndio mambo tunasikia. Very sad. Thomas sai anahitaji nini ndio aweze kukamilika kabisa, aweze kupona? Anahitaji nini?
Thomas tumetembea naye kwa safari ambapo imekuwa safari ndefu. Kwanza kadi yake ya NHIF haikuwa ilipo. Alikuwa ameacha kuilipa kitambo. Nikimpata mara ya kwanza. Wahisani nikaongea na watu, mmoja wawili, mmoja akatoa 200, 300 hivyo. Tukalipa NHIF yake tukasongesha mahali. Juu naona hiyo kimo watu wanasema NHIF inalipa, hatukatai. Lakini siku hizi NHIF wako very strict. Lazima ulipe mwaka mmoja extra ama miaka 2 extra ndio wafanye nini? Ndio wakulipie, ndio wakufanyie treatment. Sababu siku hizi sijui ni nini inaendelea kwa ofisi za NHIF na nimekuwa huko mpaka tukarushiwa tear gas. So kitu yenye Thomas anahitaji saa hizi ni NHIF yake iboostiwe number 1, number 2 rent yake tulilipa mara mwisho miezi 2 yenye iliisha. Juu wakati nilimpata alikuwa ina a lot of stigma, kwa hivyo hakuwa na place ya kuishi. Kabidi tutafute nyumba. Kwa hivyo nyumba yake mara mwisho tulilipa miaka 2 yenye iliisha. Alafu ndiye ameanza kimo. Ashapata kimo ya kwanza na ya pili. Na kwa kila kimo kuna hiyo blood works. Blood works ni 2100 ambapo huwa tunalipa through M-Pesa. Huwa tunalipa hiyo blood works ndio aweze kutolewa damu ipimwe. Kwa nini alipe atolewe blood works kila wakati? Kwa sababu ukishaekewa kimo kuna uwezekano ya kwamba HB yako imerudi chini, kiwango yako ya damu imerudi chini, ama kuna venye kimo inaweza kuinterfere na kidney system yako. Sasa lazima wajue kama ziko sawa ndio wamweke kimo ingine. Kwa hivyo ni lazima afanye baada ya wiki 3 lazima afanye hiyo blood works. Alafu wakati Thomas anaenda kufanya treatment yake ni vizuri aende na matatu, lakini wakati wa kurudi immediately ukishaekewa hiyo chemotherapy wewe mwenyewe umeona hii mazingira yenye tuko ndani, ni vizuri immunity yake ikuwe vizuri juu ya hiyo nguvu nini na bidingi apande uba. Hivyo hizo ndio vitu Thomas anahitaji kabisa. Na kimo ameambiwa ataenda kwa muda labda how many sessions? Kimo bado wakienda kumwekea hii ya 3 ndio sasa wataamua kabisa, juu bado ina range between kimo 6 na 12. So okay. Haya. So na kukula anahitaji any special diet? Unajua kwa sababu huku ni kwa slum, naogopa sana kuambianga watu usikule. Kwa nini? Kwa sababu hiyo chakula ndio mgonjwa amepata peke yake. So kwa yeye mimi huambia wakule mboga mingi, ama ile kitu roho imetaka mtu akule. Kwa nini? Kwa sababu nikimwambia sikule hii maybe atakuwa na hiyo uwezo. But kama kutakuwa na uwezekano mtu amlete chakula zenye anaweza kula ama matunda. Unaona sana anafaa kutumia matunda sababu ya zile hiyo kimo, na matunda, chakula, kitu yote tu itamsaidia. Asante sana Millicent. Umesema organization yako inaitwa Symbol of Hope Warriors. Asante sana. Thomas, nataka tumalizie na nyinyi ndio nilikuruhusu uende ukapumzike. Millicent ametuelezea zile vitu zote unahitaji, na hapa kwa Meza ya Kagoni sisi tunatoanga usaidizi ule tutaweza kwa mtu, na tunatoanga na njia ya kufanya appeal. Tunaomba watazamaji wetu watusaidie na ile kitu mtu anaweza kuwa nayo. So nataka utumie ile kamera, uambie unaitwa nani, uwape namba yako ya simu na uwaulize kwa heshima wakusaidie na ile kitu mtu anaweza kuwa nayo. Ulipe NHIF, ulipe rent na ulipe hizo pesa Millicent anasema za blood works. Okay. Asante sana. Kwa majina umesikia, mimi nimegonjeka na nilikuwa naomba usaidizi wenzangu kwa nyinyi. Nimeanza matibabu lakini sina uwezo wa kumaliza juu ugonjwa ya saratani ni expensive sana. Nilikuwa naomba usaidizi kwenyu, mwenye akona uwezo anisaidie ndio nipate matibabu nipone. Namba yako ya simu? Namba yangu ya simu 0726 288 669. Rudia tena. 0726 288 669. Sawa. Umesikia story ya Thomas na niwe igwira kuria arwarite na otoria twikaga metha-ini ya Kagoni.
wacha tumsaidie. Ile kitu uko nayo, be it 50 shillings, 100 shillings, 200 shillings, vile tunafanyanga, wacha tumlipie NHIF ya a whole year, wacha tumlipie rent ya a whole year, na wacha tumlipie hiyo test inatakikana ya 18,000 na blood works zenye Millicent ameeleza hapa ni kadhaa, every kimo lazima afanyiwe. So wacha tumfanyie matibabu ama tumfanyie mchango ambao unaweza msaidia kwa matibabu yake. Msaidie, mutumire besha ciaku thini wa M-Pesa namba yo akuheno ririkane uria tugaga uria wateithia mundu ni Kristo we mwenyewe weka, no ririkane uria makuhinyiriria muno ako we mundurume, tafadhali itikia kwenda kufanywa screening nigetha murimu waku ukonekaga urio munini kana utatheremete muno, na nigetha uhote gukorwo ukirigitwo. Ni ukujitekeria tugwetekeria Millicent na Thomas mabe mathie kiruru-ini hanini tukorwo tukiaraniria na mundu ugwitwo Faith Waraki, akoragwo na kiungano kioikaine ta Two Sisters Divine Touch. Nige kiungano gikoragwo gikimenyerera aria marwarite murimu wa cancer, na muno makiria tugukorwo tukiaririria iguru rigi discrimination iria itungagio arwaru a cancer, na muno makiria aria marwarite njira ciao cia thiri ama sehemu za siri. Koguo tukwamba turugame hanini tu tugicokereria tukorwo tukiaraniria na Faith.